Sio iki nyumba kazi yase. Aanze kupika. Pika chai, pika ugali. Wako ni madharoko, apike madharoko, tuendelee na safari. Ima ni mama yako alipelekwa honeymoon wapi? Niliuliza mama yangu alipelekwa honeymoon, hakupelekwa. Alishikwa kwa barabara na akaingizwa kwa nyumba mpaka saa hii hajairudi kwao. Jamaa alikuwa amemngojea kwa barabara, alikuwa ametumwa Kisiagi. Mpaka saa hii mama yangu hajaipeleka uga kwao. Iwe na wote yoge na mfako ate mwabe moikale de mototeke kamete ya old school boys kanitha mweke mfako. What for? The Bible, the holiest marriage, it is in the Bible. Inasema namna gani? Man shall and the woman shall, then they shall. That is the holiest marriage in the Bible. That is the marriage described in the Bible. Hii ingine ni ushetani. Wewe toka kwenu umako wanyu na ninyu megwito toshamani haria totoke kido kemwe. Siku ya kubariki mkuje hapa. Niko hapa, sitawashikanisha, mshashikanishwa. Kwa sababu the Bible says man shall live and the woman shall live. Wakutane. Wakue nini? Kitu moja. Already the wedding is finished. Hii ingine ni ukuje as your priest. I bless you. Okay? I do what? I bless you. Demura dire maudu mega. Dadire mahede momu. Ni profesaiye mtolere yako. Ni profesaiye biashara. Watoto wako ni profesaiye. Hiyo tu. Ingine ati in times of difficulty. In times of what? Wewe. Kuna difficulty ingine huwezi kuhidhisati. Sasa in time of difficulty, wewe ni mke wangu, nimeenda kwa huyu na unajua na ni neighbor yetu na nuraji wako kwa neighbor. Na shana nishiroka hauge rugirine shiga. Daddy, hatujakunywa chai in that difficulty. Are you going to wait for me? Habu niambie unifuge na in time of difficulty. Na watoto wangu wanakuona je hotete etauro hali haja de gusega moto gidagu yo. Niwa kwa gotire kedo kirario no kwa jagiri ni kusuraria. Ushoke ujire in time of difficulty. Utaendelea kuvumilia. Na mbona mnadanganya Mungu? Kuna difficulty zingine na pia fatiri hapana. Describe the difficulty. Describe fast. Tujue ni nini unataka kunifuga nayo. Maana umefugwa. Sasa wakati utaleta shida, waanze kupigana. Ati kusema mdhuri wako no, uliapa in terms of difficulty. And this is one of the difficulty. Mzee kunyakuliwa is one of the difficulty. Yes. Sasa unasema in terms of difficulty and in terms of not difficulty. Bado utavumilia. Sasa unaona ninaingia huko kwa hiyo boma nyingine. Na wewe unakaa hapa huna maziwa, huna sukari, nyumba ndio inaenda kufugwa. Na watoto ndio hao wamelia. Sasa in time of difficulty, uendelee kuomba. Atwalie tutado. Tutie kwa leta honoki, togwe ithuothe, tuaguke sote. Tumeaguka. Sasa tuongee kama watu wameaguka. Sasa Lilian, in time of difficulty. Na unaniona kwa neighbor. Alafu kinyalia ndaigwa kahinda ga guthuguma ndiroka guthuguma hawa kwina rugito rwa nyumba nigetha muiguage. In time of difficulty utavumilia. Na mbona sasa kumbuka uliapa. Kumbuka ifanya nini? Uliapa na ukasema liwe liwalo, in terms of difficulty, in terms of any situation nitavumilia. Sasa unasikia mzee ndio huyo hapo kwa dirisha. Watoto wanamchungulia wanasema dadi ndio ule. Na ulikuwa umeambia watoto dadi ameenda safari. Kwa sababu time of difficulty tunapicha. Time of difficulty tunakava. Na watoto wanaona mzee ndio huyo ako pale. Tajira wewe ungeka ate. No, to tria honoku. Izo neto goire. Izo neto gocoka to honoke. Izo neto goire. To behave ta andu matari an honoku. Andu matari mathi kanitha. Sasa tuigie to honoke ireu. Riu we muhonoku kaihura. Ogore na kimundu ndikinyitete uguo. No honokete ogathira. Okwera Jesus Christ, I bless you. You said katika hali yote, in terms of difficult, I held my peace. Will you? Kani kwa baujigirira kibeti kia mutwe. Twaragire. Veno.
Na kumwagilia mtu maji moto. Alafu tunarudi tunaokoka, si ndio? Sasa wewe ni kumaanisha hatuna mwokofu dunia hii. We are all pretenders, hypocrites. Because you swore to what will never happen to you. Bwana Yesu asifiwe sana. We need to stand with the ground and understand what is this that can cause you not live according to the will of God. Because some of these vitu ambavyo tumefanya vidogo vidogo ndio madhabahu ile ilirudi kuinuka na inatupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Viapo, hiyo kiapo ulifanya, hiyo kiapo kidogo ulifanya ndio inatukura sasa. Halo, madhara ambayo yanatokana na viapo ama madhabahu ambayo tulifanya tukifurahia, tukiona inafaa, tukiona inastahili, lakini ilikuja kutogeuka. Sasa kumbuka wakati ulikuwa kisichana kizuri, kile kimanukato kizuri. Na kumbuka wakati ulikuwa msichana tayari uohole kete. Kuna siku ulikuwa kama msichana, kila mtu alikuwa anapita hivi anasema, unaona kimwanaume badala hata kikuzungumzia unaona kinafanya tu kichwa hivi. Ana imagine, anajaribu kuleta roho ya guka yake ndio umkubali, maana hana language. Ni ule uthakarite, ni ule wehubite, ni ule wemwirega na akiarora nginya mfuto ekirite iraka. Wewe na rugira thigige kagate wakati mulipendana. Nakumbuka wakati mulipendana na mkaenda mahali mkakunywa kahawa. Unakumbuka mahali mlienda mkakunywa kahawa na madasi kwa maana hamukuwa na pesa. Alafu kile kisichana ukakiambia wakati mliogea leta kidole mdogo. Mukazibia mayaka idiga gotiga netwanyitana kumo muthi yo. Mayaka idiga gotiga netwanyitana kumo muthi. Kutoka leo mimi ni wako na wewe ni wangu. Na tumeshikana we. Na tujashikana. Sianze kwenda kuambia watu. So you know we made a vow at the altar. Hiyo ndio ninawafundisha kitu yoyote ikinenwa, iwe ni mzazi amenena, iwe ni friend amenena, iwe ni girlfriend ama boyfriend, whoever that is ako na authority yoyote, na usikie hiyo kitu haujapatana nacho, cancel hapo. Usiwache, usitoke nayo hapo. Hivyo umesikia? Kwa sababu huyu mama kesho ataanza kusumbua watu pale, ataanza kusumbua watu pale anataka kuingia kuniona. Na akikataswa kidogo, maana sasa ameenda akijua amekuwa bibi. Akikataswa kidogo ni fujo. Akikataswa kabisa ataenda katoroni kuombea hao watu wanamkatasa. Na akikuja kutembelea kwako, akute kuna mwanamke mwingine ametembea kwako, ataenda kusema maneno baya kuhusu hiyo mwanamke. Kwa sababu ya nini? Ya hivyo tumefanya namna gani? So nimecancel in the name of Jesus. Hatuna uhusiano. Bwana sifiwe sana. Some of the things ambazo tunafanya. Nilikuwa wakati ulikuwa na hiyo kisichana, yule mwanamke ama yule mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. That woman ambayo ulifanya sex yake ya kwanza, yule ulivuja virginity yake, mkamwaga damu. Wangapi walivujwa virginity? Inua mkono kama uliwahi kuvujwa virginity. Kama uliwahi kuvujwa virginity, inua mkono yako. Leo tumeanguka kidogo. Inua mkono. Waokofu wasiinue mkono kama uliwahi kuvujwa virginity. Inua mkono yako. Nyinyi wote ni mavagin. Wale watu hawajavujwa virginity, inua mkono. Kama umevujwa virginity, inua mkono. Inua mkono straight. Inua mkono wa Kristo. Inua mkono. Ohiga motige. Bado wewe ni virgin? Show. Yule mjamaa ambaye alikuvuja virginity yako, kukamwagika kadamu hapo, that was a covenant. That is what I want to teach you today. That is what? A covenant that you made, and it is a blood covenant. Wachana na hii ni kumumunya. Digago tigareki. Ama tunakunyushana pombe, naweka kuna mwanamke tulikuwa tunanyushana na yeye pombe. Nilimfuga maisha yake, si mlimuona? Mwenye alikuja hapa. Si niliwaambia venye tulifanya na yeye. Tulinyushana na yeye pombe, nilikuwa namkunyusha na yeye ananikunywa, na nikunyusha na yeye anamkunyusha. Na tukaabiana hatutawahi kuachana. Huyo mwanamke aliteseka
Mimi bibi akatoroka, na yeye bwana akatoroka. Yeye ako na watoto watatu, mimi niko na watoto wa huyu bibi mmoja alitoka. Wacha hii moja. Yule ambaye nilikuwa nimeoa ni mmoja, na tulizaa na yeye watoto wangapi? Watatu. Na huyu na yeye pia alikuwa na watu moja. Si mimi nilikuwa mmoja wa hao moja. Sasa wacha na yule mwenye aliweka yeye kwa nyumba. Walizaa watoto wangapi? Wawili, watatu wa kiume, na mimi ni watatu wa kiume. Yeye bwana akatoroka, alienda Amerika. Mimi bibi akatoroka, alienda Amerika. Nataka nikuze the power of what you do. Hiki kimwanamke tulikuwa tunamumunyana, tunakunywesha pombe pamoja. Hakuna siku tulimaliza pombe. Tulikunywa glasi mbili, tulikuwa tunakunywa glasi moja from one's mouth. Wewe ukiweka kwa mdomo yako hivi na kuweka kwa mdomo, na wewe yako unakunywa unaniweka kwa mdomo. And we made vows as we were drinking. We made vows. Our marriages never stood until alikuja hapa. Wamama hapa walimfukuza kwa maombi, wengine walimfukuza, walifikiria ndio nataka kuoa. Lakini mimi niliannounce kwa YouTube, wakajitokeza wanawake karibu 300, wakajitokeza. Wale tulifanya maagano na wao, wakakuja nikawafungua. Huyo mwanamke saa hii as we are talking, kesho ako Netherlands wakivuga doa na msugu. Kwa sababu nilifanya nini? Nilimfungua. Maana nilikuwa nimemfunga. Hata kama sikuwa nimeokoka, Biblia inaniambia Yeremia 1 mstari wa ngapi? Wa 4. Kabla hujazaliwa nilikujua, nilikufanya mnabii, nilikuwa mmwagilia mafuta nikakutenga. Kwa hivyo mimi nilikuwa vessel, mimi nilikuwa na power. Hata kabla sijazaliwa I had the power. So wale walikuwa na wamefiwa nini hapa, angalia, mnaweza kuniangalia na macho ya huruma. Na kama nimewahi kukwambia kitu, nimekufungua leo. Sema amen. Kamulali aigiate. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the essence. Mashida nyingi ambazo unazipitia ni kutokana na lile tendo lako la kwanza. Your marriage has completely failed because of that one man, who is the first man who broke your virginity, because that is your husband until today. Huyo ndio mulifanya maagano, na mulifanya with a blood covenant. So any other is a concubine. Any other, hata huyo wetaka keheji kia koro yaku musheraga nake, ate mutitiganaga nake ndio mwendanite, that is a prostitute. Ni mumaraya mwenake. Muthuri waku kana mutumia waku ni yule mulifanya covenant naye ya kwanza, na damu ikamwagika. Huyo ndio bwana yako. Sasa afikiria, no mudirikane, you can't even remember. Unaweza kumbuka? No mudirikane. Wanado you know. No mudirikane. No mudirikana. Ewa no mudirikana. Ewa no mudirikana. Mwenake. No mudirikane. No mwenake. Niakuire. No mudirikane. Penina unaweza kumbuka? Ndio mambo unaona marriages hasisimami because there are already a woman mwenye ako mahali, there is already a man mwenye ako mahali. Covenant yake, sacrifice yake inasimama, na inasimamishwa na damu ya binadamu. Utahangaika, hata mimi nahangaika, hata saizi mimi nahangaika because yule ambaye mimi nilibreak virginity yake ni yule alikuwa governor wa mahali fulani sitataja. Tukiwa vitoto vidogo, tukiwa shule chini ya majani chai. Sasa hatukuoana mpaka leo, maana tulifanya maagano, tulimwaga hiyo damu, alafu tukadugana hapa kwa kidole, akaramba damu yangu na mimi nikaramba damu yake, na tukafanya maagano na tukaambiana hatutawahi wachana. Mimi nilikuja kumuona kwa TV akiwa governor, akaniambia ameolewa na wanaume wengine karibu 20, na mimi nikamwambia mimi niko na watoto ili wale najua. By then nilikuwa na watoto wale nilikuwa najua 18. Sasa wameongezeka, wamefika 23. Sasa nikamwambia hii yote sasa hawa ni wale tulizaa na wale ambao nilipita nikiedaga. How many covenants are holding me? Ni
Ni wangapi? Ni kwa sababu kila mwanamke, unajua huwezi kama si rape, lazima kuna maneno matamu uliachilia mtu. Namulie baby, I'll never forsake you, I'll never leave you. Wewe wako aginya kukua. Aki siwezi kukuacha. Nitatembea na mimi maaga idigago tiga. Those are the things that you made. Those are the words that you spoke to those spouses, to those girlfriends, to those friends. Are you still with that person that you made a vow? See already? Are you with that man you made a vow? Sasa angalia, weke hiko-ini thaici. Alafu tondu nake kule nake ndari kihiko-ini, aturaga tondu ni muohanire. Marriage yake haiwezi simama na yako haiwezi simama. Maana mulifungana. Na mulifungana under a covenant. Sex is a covenant. Sex is so powerful. It is a covenant. It is an altar that speaks. It is where birth, it is where life inasiaga, where life of a human being is planted on that altar. Bwana Yesu asifiwe sana. It is planted where? On that altar. Meaning sex will control, can control, shall control everything. Everything in this world revolves around sex. Kila kitu, mpaka the presidency, kingship, all revolves around. Esther alishida vita kwa sababu ya kupika chakula ama kwa sababu ya kitu kingine? Tuongee tu logical, tuaguke leo tumeaguka. Mlimogoshoka muhonoke baadaye. Esther ni kiokoko kilifanya ashide marriage, ashide hiyo vita, ama ni kitu inaitwa sex? Mama kalikuwa katamu, karembo na kakajirembesha. Kitu kia kwanza kalifanya nini? Kalijipendekeza mbele ya mfalme. Kujipendekeza ni nini? She implored to the king. Akalete sura ya king aone mrembo. She became attractive to the king. Mpaka wakati alifaulu kupenya hiyo nyumba, ilifika mpaka mfalme akamwambia, niambie kile unataka, hata kama ni nusu ya ufalme nitakupatia. Because she alijimarket on the sexual ground, akawin the heart of the king. Vashti naye akafukuswa. Mpaka waleo Biblia haijai kutuambia kule Vashti alienda. Biblia haijai kutuambia watoto wa Vashti walienda wapi. And that is why I hate kitu kinaitangwa Esther. Roho ya Esther, si nyinyi wale wanaitwa maester. Roho ya Esther ni mbaya. Maana unaenda kuja bibi number 1 waliendaga wapi? Watoto wake waliendaga wapi? Because we don't hear about them. When she took over, she took it over. Kumbuka huyu ni Rechoruto, na Rechoruto ana wafuasi. Wafuasi wa huyu mama walienda wapi? Walishindwaje kupigania huyu mama? Mpaka wakamama kalipoingia. Na unajua ni kama Yahudi, na Wayahudi ni watu beautiful. Mzee alipagawa. Angalia Samson. What happened to him? It is sex. Aliambia, wewe tupatie siri yako iko wapi? Akasema mdimo wewe siwezi waambia. Akambia mzee, tuele tu dhiri yako. Wacheni ujinga, siwezi waambia. Mama anaitwa Delila alimwambia kuja. Mama amekaa akamwambia, Relia wapi? Wekelea kichwa hapo. Masikio moja isikilize. Ikiwa katika kusikiliza, mjamaa aliambia Esther, wacha nikwambie nguvu iko wapi? Hapa. Nguvu iko hapa. These are the altars. Jameni, hamufundishagu because kule ni kwa holiness. I have to teach you. Mukitaka kwenda mkwende. But I have to tell you what is the problem that is eating you. What is the problem? Because I am subject, I'm a victim of the same. I am a victim. Mimi hapa nahubiri hapa na ushabiki mkubwa sana. Na nguvu. Kenya mzima watu wanatabua dola. Lakini nikienda kwa nyumba niko peke yangu, sigo adronile. Saa hizi naenda kwangu sigo. Nilitoka asubuhi nimechomeka hapa nikipika chai. Kwa nini? Sina mke. Because ya madhabahu inayotawala maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa kwa maana wale wanawake wote nimezaa na wao, they say a word every time. Maana kuna mwingine anasema nilimharibia jina, nilimharibia maisha. Kati ya hao karibu 12 wote walikuwa mavajini. Unataka kuniambia mimi sasa nimeshikwa na mavajini ngapi? Gaumerera ko jeratuma gaumerera ko itagikera haga ire dina ko dogwa gudi nikiona gajikera ha kabaga kwira ha take tagiradi yaba mwadhani agosho na ndugejeheria hapa hautanitoa. Maana hapa nimeona ushindi, hapa nimeona kubarikiwa, hapa nimeona Mungu akinibadilishia maisha. Hapa nimejua madhabahu ya kwetu nikiwa hapa nimejua hiyo. Singejua wanawake nilikuwa nalala na wao ndio wangenifunga. Nilikuwa nafikiria mimi ni jogoo akukudeja. Lakini nimekuja kujua kila mwanamke aliniweka mkada. Kila mwanamke aliniweka mkada. So nimejaribu hii. And the more najaribu the more nawekwa mkada ingine mpya. Na hiyo ndio madhabahu ambayo inatawala. Hiyo ndio madhabahu inamekuharibu sasa. Na madhabahu sexual altars, they will not permit you to succeed on earth. Bwana Yesu asifiwe sana. They will not permit you to succeed on earth. Why? Because ile damu ya kwanza ilimwagikia mchanga. That is the power, when the power of the blood ikimwagikia mchanga. Ni Abraham akaambiwa na Mungu tairishe mtoto wake, naye mtoto wake amtairishe ndio wakuwe na maagano. Hiyo damu inapomwagika kwenye mchanga inazungumuza na mchanga, kisha unaunganika na mchanga huu. Na kwa sababu Mungu ndiye ameauthorize, unaunganika na mchanga na unaunganika na Mungu, na wewe mnakuwa na covenant ya vitu vitatu, wewe, mchanga na Mungu. Sasa katika ile virginity ilifunjika, mchanga ikameza damu, hako kadamu kadogo. Hiyo ndio covenant ya wewe kusema huyu ni bibi yangu, na damu na dunia inajua. So when you go out kuchukua mwanamke mwingine, hiyo covenant inakubusha Mungu huyu mtu amedanganyana, ametoroka kwake, ameenda kutafuta mtu mwingine. Mnanielewa? Lakini so unakuta naye Mungu anaambia dunia, Jeremiah 22 verse 29, ati O earth, write this man down as a man who shall not be successful. Dunia ndio inaambia, Mungu ndiye anaambia. Tufungulie hiyo 22 verse 28-29. Do you understand the covenant that involves blood and soil? It will haunt you and stop you from any success story on earth. Inasema namna gani? Jeremiah 28. Anza na 28. Ama 27. But they shall not return to the land to which they long to return to. 28. Inasema hivi. Is this man, ni Mungu anazungumza. Is this man Konaya despised broken pot? Umeona venye tunaitwa sisi majagiri? Wagapi wanaume tumekuwa majagiri? Wanaume wawili, watatu, wanne. Inua mkono. Inua mkono kama wewe umekuwa jagiri kama mimi. Jagiri zote inua mkono. Is this man Konaya, I despise broken pot, a vessel no one wants. Ni kitu getagiedeka, kitu kehia. Kuna siku moja nilikuwa na mwanamke mwingine hapa Mukuru kwa Jega. Sasa tukakosana. Najua Mukuru kwa Jega na kwa slums hakukuagi na bwana ya mtu na mke wa mtu. Ni kama kwa Masai, ule ameduka mukiki kwa murago, huyo ndio sasa hako duty. Sasa huko mwanamke anachopa, anasemanga ameenda kumwaga maji, anamwaga lakini anaingia nyumba hii. Sasa wao wanafikiria ni maji na mwago, kumbe ameingia huko for another potential business. So sasa mimi niliruka kutoka hii nyumba za Mukuru, si za mabati zile za kamurago kanakaa hivi. Sasa kwetu ni kule, na kuna huyu mama wa kwanza tulikuwa urafiki. Sasa niliruka nikakuja hapa. So ule mama alikuwa na sense na akaona nimechomoka. So akakaa kwa akakona, akajificha akigojea nifanya nini kule nitachomoka.
Sasa na mimi nikakuja nikamaliza, nikachomoka pole pole kuchungulia mlango. Kwenda kuchungulia mlango, tulichunguliana. Niliona amenishika hapa. Akaniambia, umetoka wapi mara hii? Sikofi toa. Unajua kama umeshikwa, hata kama uko na nguvu, kama umeshikwa unakosaga nguvu. Mimi nilitulia tu. Nikamwambia, si nilikuwa nimekuja kuchukua maji hapa. Maji gani? Sasa mpaka unasema kitu mpaka haieleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini kaida? Tulingangana naye tukapigana. Alisimama kwa barabara. Ana maana keke. Kekokea mudurume. Kido hihete gahia. Kido gitagerio ni ngurwe. Sasa nikashindwa, imefika hapo. Because of this altar, it makes you unadharaulika mpaka unaonekana you are the most useless and hopeless object on earth. This is what has rendered you to become useless. Because this altar, once you get involved with it, it causes you to be negated from God. Inakata wewe, inakuondoa kutoka kwa Mungu. So by the time you want to return, the time you want to go to God, inasimamanga mbele ya Mungu na wewe inakuambia unaenda kwa Mungu kufanya nini? Si wewe unakumbuka ile maneno tulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati Esther alifaulu na kuondoa yule mwanamke, ilibidi, na wakati mwanamke amefaulu kuondoa mwanaume kwa nyumba, ama mwanamke amefaulu kuondoa mwanamke kule kwa nyumba, inakuja ya kwamba huyu mzee hatawahi tena kukumbuka alikuwaga na familia. Most of us have lost families because of those mipango ya kando. Na unakuta kimwanaume kinakataa watoto wake wanne, bright, wasomi, watu beautiful, vitoto vizuri. Anaenda anaolewa na kimama kiko na watoto 8. Mwingine mmoja ni Mjaruo, mwingine ni Mturukana, mwingine ni Mnubi, mwingine ni Mmasai. Masura tofauti. Hata ukikaa kwa nyumba unaona ni kama ile kauma sauma makode. Unaona sura ni mbaya. Sura vingine ni virefu, vingine ni vifupi. Lakini unakuta kimwanaume kihotolete suka gada tauro gikarete nyumba gita gati ciana ciaku. Na ciana ciake cirari angaragu, ciana thaka, ciana thomu, ciana njuge, cina korea. Usiue huyo mwanaume, amekamatwa. Because he section ni altar. Na altar hiyo inakuwa ni gedhito. Na ukiingia ndani ya hiyo gedhito, akili zako zote zinabebwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nana waganga wengi wale wanafunganga boma za watu, they use sexual organs to do it. Tulikuwa na kile kimama, kwa mama kingine kalikuwa hapa, kalikuwa kanaenda kwa mochari, kananunua, kanakatiwa kitu ya mwanaume, wanaenda wanakaraga. Si mliona hiyo testimony hapa? Tulikuwa na yeye hapa. Amkumbuki huyo mama? Wewe unamkumbuka? Alikuwa hapa. Na yeye anashukaga watu nywele pale Zimmerman. Sasa nataka uelewe, yeye anachukanga watu nywele pale Zimmerman. Yeye wanaendaga wananunua hiyo kitu ya mwanaume. Akiinua inakatwa kutoka mochari. Alafu anaenda anaikaranga na rogeo baka inachomeka, inakuwa mtu uga. Sasa hiyo akikushuka ndio anapaka nywele yako. Na walituambia, alihadithia story venye walivunja kanisa pastor. Walinunua soda na chakula wakampikia, kisha wakaweka hiyo kwenye chakula. Na kutoka saa hiyo pastor alihama kanisa, aliwacha bibi kwa nyumba, akachukua mshirika, wakaenda kufungua kanisa ingine. Nikiongea Daudi, Daudi, mtoto wangu huyu ako wapi? Hiyo nyumba hapa kwa ofisi yako, kusiwahi iletwa kitu, iletwe hapa kwanza. Tuishughulikie hapa kimadhabahu. Si ndio? Tulidane, unilide na mimi nikulide. Wacha tukae, wacha tuitwe wabaya. Wakisema ni mbaya, watakuja kuripoti kwangu. Na mimi nitasema, nitawadanganya niwaambie kesho nafukuza David. Lakini najua David amefanya kazi. The more the accusation, the more I know you are working. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is the thing ambayo imeharibu. Once you do that sexual thing, there are 3 things that will happen to you. 1, your blessing, because of a covenant that you have had, your blessings zinakatika. Watu wengine wanakuaga na ndoto. Ukiwa na ndoto unaota, wakati unaenda kufanya interview kesho, unaota ukilala na mtu, ukienda hiyo interview unaanguka ama unaambiwa hakuna. Unaenda kupiga deal
kubwa ya shamba, na katika hiyo deal 10% yako ni 1,000,000, ni milioni 3, milioni 5. Usiku huo unaota ukiwa na msichana umelala, ukienda kwa hiyo deal unakuta imeanguka, mtu amepotea, because they use it to catch you. They used to destroy your connection with God. They used to wanaitumia hiyo nguvu kuvuja chochote ambacho Mungu anaweza kukubariki nacho. Baraka zote zinaondolewa because of that. So imagine you are carrying a tag of a woman you broke virginity. Hiyo damu ilimwagika, until today you are still connected to it. That is why you have no success story in marriage. That is why you have no success story in business. That is why you have no success story in whatever you are doing. Usianze kulaumu huyo mwanamume mko naye. Kuna mtu amekufuga na labda anakula shida. Wherever she is or he is, ako na shida anapitia. The more this person is crying to God, the more God is seeing you, because anajua wewe wakati aliwashikanisha kwenye hiyo covenant, wewe ulikuwa msaada wangu na mimi nikakuwa msaada wako. Kwa hivyo kuna msaada wako wewe ambaye nilivuja virginity yako, kuna msaada wako uliwekwa ndani yangu, na kuna msaada yangu iliwekwa ndani yako. So hii msaada ndio inahitajika kuwa kifunguo cha maisha yangu. When time comes, now I need this key to open. Huyu mtu hayuko, alishabebwa na makaga ingine na huko, na wewe ulishabebwa na mama mwingine wa busana huko. Sasa utaishi katika maisha ya kuomba. Ukienda kwa mchungaji anakuombea, anaona kuna mtu amekamata baraka zako, lakini huyu mtu haonekani, maana amekuwa covered na the blood covenant. The covenant ile mlifanya na blood is able to cover and hid you, inakuficha. Hata nabii asiyekuwa mkamilifu vizuri hawezi kuona baada, kwa sababu any sacrifice that we give, any sacrifice ambayo tunatoanga, hiyo sacrifice inakusaidianga katika vita ambavyo mnavitia. That is why it is called a sacrifice. Hebrews 5 verse 1 inasema the high priest ni yule amechaguliwa kutoka katikati ya watu kwa ajili ya watu, ndio afanye kazi ya Mungu, awe mtu wa kutoa sadaka na dhabihu kwa ajili ya dhambi za watu na pia zake. Kwa hivyo ninapotoa dhabihu ama mnapotoa dhabihu kwa ajili yenu, pia na mimi hutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zangu. So sikubariki hata tukifugana na wewe, nitafanya juu chini nijifugue kupitia kwa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukishatoa hiyo dhabihu, hiyo ulitoa ya kujifungua, ndio usijipate kwenye mtego kama hiyo. Unatoa dhabihu nyingine ya kujificha. Hello. Unatoa dhabihu nyingine ya kujificha. Hiyo ni siri yako na Mungu, na unajificha. Mtakuwa mkikuja ndio mnaonaga ni tall, dark and handsome, but nothing is happening. Why? Kwa sababu kuna dhabihu nilitoa. Sasa hata ukijaribu kukuja, utakuja lakini utashindwa. Kukuja mtakuja, si mnakujaga lakini mnashindwa. Si mnaekaga mitego lakini mnashindwa. Sio kwa sababu niko na nguvu, sio kwa sababu niko na uelefu mkubwa, lakini kuna kitu nilifanya kwa madhabahu hii, nikatoa dhabihu ya kujificha. Kwa hivyo kwa kila maisha, chochote unachokifanya, kiinulie dhabihu ya kukificha. Na ndio tunatoanga fungu za 10. Fungu za 10 ni kuficha mazao yako, inge na nzige wasikule. It is a covering. It is a special covering that covers you from any attack, any spiritual attack, any force, any demonic force isikuje kukula. Hiyo ndio kuelewa. Maana wale naitiranas wanakibiaga. Sijui watu wangapi wametoka pande za Kisii huko na pande za Kuria, ama ushaitembelea pande ya Kuria ama Kisii? Wangapi wametoka pande ama ametembelea huko? Unaweza kujua, you can attest what I'm telling, ya kwamba Mkuria atakuua wewe, lakini atakuchukua akupeleke kwao Shinyanga, wewe ufanyage kazi, lakini mwili wako utabaki hapa na utazikwa, lakini bado uko hai kule Shinyanga unafanya kazi. Ni kweli? Yes.
anakuinulia madhabahu ya shetani ya kukuficha ubi exist. Kuna mzee tulifanya, ule mzee alitusaidia kurejesha basement. Alikuwa amekuja maombi, maana alikufa mtoto wake wa kwanza, alikufa na bibi yake alikufa. Lakini mtoto wake wakati wamezika, mtoto wake siku moja alimpigia simu kama wamemzika, na akamwambia niko Tanzania. Mke wake akakufa, naye mke wake wakati baada ya kuzika alimpigia simu akamwambia niko Tanzania. Sasa hiyo kitu ilimsumbua mpaka akakuja, akaniona kwa YouTube akakuja. Na mimi hapa Mungu akanisaidia, nikamwambia baka exact location pale wako, mahali panaitwa Shinyanga. Nikamwambia baka 2 kilometers, tulipakia 2 kilometers baka tukajua. Na nikamwombea hapa. Kumaliza tu maombi hapa, simu ililia ya bibi yake. Na bibi yake kwake nyumbani kuna kaburi ya nani? Ya bibi. Na kuna kaburi ya mtoto. Wanakuanga na mtoto huyo aliyezikwa, wako na wao kule Shinyanga. Lakini wakati wa mazishi ilifanyika, sanduku ilikuwa na mtu alikuwa kwa sanduku. Nao wanasababisha nani? Huyo ambaye anazikwa lazima siku hiyo atakuwa kwa hiyo mazishi ya kizikwa, atakuwa hapo akiwa hai, lakini hamutamuona, kwa maana ameinuliwa dhabihu ya kumficha. Ndio unaona watu wanakuja kwa kanisa kama hapa, atakuja na hajafanyike asha, lakini ni mchawi. Na kumana ameinuliwa dhabihu ya kumficha, hakuna hata mtu mmoja atamuona. Mwagashoka komenya ashamaliza kazi na ameenda, ndio utakuja hata mtu anakuta apostle na niuona kama odole hii hukuona. Hata sisi tulikuwa tuna sense, tulikuwa nafikiria unaona. Kumbe hata mimi nilifugwa, maana wakiinua dhabihu waliinua si kwenu, waliinua dhabihu kwangu. Hata mwanabii wote anainuliwa, hata ukwe na roho mgani utainuliwa dhabihu. Kama utakuwa unafanya makosa kidogo, utainuliwa dhabihu ya kukufunga. Sasa watakuwa hapa, watafanya vituko, watafanya mamambo, wewe tu unasemanga ni apostle, kumbe walishakufunga na hauwezi kuwaona. Na ukifanya deliverance hapa hautawaona. Na wakiingia ndio wasijulikane, wakitoka wanakujanga. Kitu ya kwanza atafanya, ataingia choo. Akiingia ndani ya choo atawacha mapepo hayo hapo ndani ya choo, kisha atakuja tufanye ibada. Wakati wa deliverance unaonanga mbio wanachomoka wanaenda kwa choo kwenda sasa kuchukua silaha wakuja wapigane na mimi. So wakikorodi iwete, hakuna kazi nitafanya, hakuna deliverance nitafanya, maana I have been arrested by what? Dhabihu aliiweka yeye, ako hapa lakini simuoni. Sasa huyo mama wakati tuliomba hapa akapiga simu, lakini kumbuka nyumbani kuna kaburi lake. Kijana after 2 days, after 1 day, naye akapiga simu, kumbuka nyumbani kuna kaburi lake. Sasa kwa nini wanakujanga wakati wa kuzikwa? Wanakujanga wakati wa kuzikwa ndio connection, the altar connection zishikane, ndio afichike. Maana katika kuzikwa ndio anafichika. Kutoka hapo hautaona, na watakuwa wanatembea huko hauwaoni, maana wamekamatwa na wamefungwa. Tulienda na huyo mzee mpaka Shinyanga, tukaenda tukawakuta watu wamefanyishwa kazi, ni mateso tupu. Mtu ako na miatoka mpaka kwa hapa huko, atuirofuta ya kulutawira, anateseka. Unateswa maana haukupelekwa kule kwa hiari yako, ulipelekwa kule ukafanyike mateka. Kuna wanawake mumeshikwa, muko kwa ndoa lakini mumekamatwa. Kuna wanaume muko kwa ndoa lakini mumekamatwa na mumefichwa. Kuna wamama wanakuanga hapa kanisani, yeye ni mzuri, ushuhuda wake ni mzuri, lakini kazi yake ni kuchunguza huyu anafanya nini, huyu anafanya nini. Anatoka kwa huyu, anaenda kwa huyu. Anakuja kwa apostle, anakuta charity kwa apostle, anaenda anapigia mama mwingine simu, ama anaenda kwa mama mwingine simu kwenda kumpatia uramenye okwe kagwire. Nui nurahika. Ni charity. Ona liwe wake. Maana huyo anakuanga mchawi wa kuzaliwa, si mchawi wa kuiga. Ni mchawi aliyezaliwa akiwa na uchawi ndani yake, aliyemzaa
alizaliwa katika ulimwengu wa kiroho akiwa mchawi. Kuna watoto wanazaliwango katika ulimwengu wa kiroho wakiwa watu wa kiroho. Sijui kama mnajua hivyo. Mnajua hivyo? Hamjui? Sasa tuangalie mfano mzuri wa Yesu Kristo. Yesu Kristo kuzaliwa kwake na malaika Gabriel alikuja akasema katika utumbo wa Maria kuna nani? Kuna mtoto. Na huyo mtoto amekuja kwa ajili ya kiroho na amekuja through the spirit. So Yesu kukuja hapa duniani amekuja kama a body that is a spirit. Hello. Kwa sababu tunaambiwa mama hakulala na mtu. Mama alikuwa virgin. So ni nani alilala na huyu mama? It is the spirit of God. Whatever is born of the spirit remains a spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao watoto wale wanazaliwa katika ulimwengu ya wachawi. Nao wewe ulienda kwa muganga, maana hauzaangi. Ukaenda kwa muganga na ukaombewa ama ukafanywa hizo kafara na mganga. Yule mtoto ukapata mimba. Huyo ni mtoto wa madhabahu ya kiuganga. Kwa hivyo character na behavior zake zote ataishi kwenye madhabahu na character ya waganga. Ndio nakutaka mtu ni mzuri, ana ushuhuda anatoaga, kila kitu anafanyaga vizuri, lakini matendo yake akiyoka bwanini, unasidwa ni shetani amepita hapa ama ni nani? Unaibiwa ni nani? Ni Joyce amepita hapa. Unasema hapana, Joyce dage kogo. Until now you come to realize, ujue kwamba Joyce ni mtoto wa kiganga. Kwa hivyo character na damu yake na soul yake na spirit zake ni kiganga. So whatever anafanyanga anahitaji tu zero connection, zero. Ile kupuliza tu hivi anaingia ndani ya uganga straight, na hahitaji kutumia mbinu zozote, hahitaji kutumia mbegu, hahitaji kutumia hata kufanya ishara yoyote. Hapana, yeye mwenyewe ni madhabahu. The same as pia unakuta wao wana ambao wanafanya katika, kama mimi wakati nilizaliwa, ninawaambiaga venye nilizaliwa nilitoka na miguu. Na wakati wangu wa kuzaliwa nilikuwa na tumeno kwa nyekeni kudani, tulikuwa tumeno tuwili tunaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa mweusi tititi kuliko wewe. Ndivyo naambiagwa. Alafu nilikuwa na kamugathe hapa, kachain. Kamugathe kakitu kama haka, lakini ni kachain. Nani yako na chain? Ile inalaliaga sio acha nyororo. Nauliza chain. Deko na gagia. Nani yako na chain? Karao uko na chain? Hii hapa kale kebamba. Nani yako na kale kebamba ka hapa? Hakuna? Hiyo ni nyororo. Nataka kachini kale kanalalianga hapa kifu hapa. Ebu. Kama hii. Ebu nione. Kakitu kama haka. Lakini kembamba zaidi. Niliambiwa ni kembamba zaidi kuliko hapa. Lakini kalikuwa ni hii hivi. Lakini ni nyama. So wale manasi walikuja hapo kwanza. Waliponiona wote walihepa. Hakuna mtu alisimamia, maana nilikuwa na smile. Alafu na tumeno tumechomoka. Na nimetoka na miguu. Alafu ni mweusi tititi. Wakati nasikianga naambiwa babangu alipokuja, aliniangalia akaangalia mama. Akaniangalia akaangalia mama. Akaniangalia akaangalia mama, akatoa paketi alikuwa anavutaka SM. Yes, kana sweet mento. Akachomoa. Mzee akahepa. Walikutana na mama yangu na mimi nyumbani. Maana kuna swali alitaka kuuliza, because nilikuja kumuuliza ni nini ulifanya hivyo. Aliniambia mimi niliona huyu si wangu. Sasa nikaona si mama apeleke huyu mtoto kule ametoa. Sasa daktari mmoja anaitwa Hezekiah. Ni Kaplong Hospital. You can go to Kaplong Hospital uitishe faile yangu. Utaambiwa iko huko. Nilienda juzi nikaipata. Iko na hizo vitu zote. Daktari mwenye alikuwa father wa Catholic. Kwa sababu Kaplong ni mission hospital. Ndio alikuja, maana manasi wametoroka. Manasi wengi walikuwa Waluya. Ulisa huyu Mluya atakwambia vitu kama hizo wanasiepanga sana. Ni kweli. Hata ukizaa mapacha
unawachwa, si ndio? Kwa Waluya ukizaa mapacha tu mwende tagoshia mapacha. Ukizaa mapacha short game imeisha, wewe ndo unameondokewa. Sasa hata bwana animruya nilipata kitu ni nilipata watoto wawili matwins. Aliniambia ati wawili, akaangalia hivi, alienda. Nikafikiria kwa nje ameenda kununua vitu, akurudi. Sokire athi kugura indo andehere tondu ni akirwo indo iria ndirabatara. Ndokire nginya muthe asa ni okire, no nona muthenya ucio akinuka ona guka ndamwira hindi ya kugira guka kuma hapu mwanire we mwenyewe ona uria mutumia eragwo ati andeithie mwana kuwe amakuire oguo aicire oguo agiuka amatiga nyumba ndaigana ona kumathakia. Aranjiririe kumathakia ngameiti kumariria. Ona riu umuthe wonaga ndari wendo ucio nao muno. Ameho umire moro ogethina ku yo kago kutonanire guko ana ciana airete acio ndina wa no matire ate gwataniro ati ugo na baba wao tondu ni matwini. Umesikia? Sasa wale waliniona nimezaliwa hivyo wote walihepa, hakuna alisimama. Huyo daktari ndiye alikuja, anaitwa Hezekia Ogunyo, alikuwa Mjaruo. Akaniosha kisha akaambia mama yangu, huyu mtoto umuchunge, ni mtoto wa maana. Ndio akanipatia jina Hezekia. Akaambia mama yangu, huyu ni nabii na ni mfalme. Ndio akanipatia jina Hezekia. Lakini kumbuka nilikuwa na nini? Katika tamaduni za Wakikuyu, hiyo sasa ndio inasimamia ufalme, hiyo Mugathi. So wakati nilikuwa mkubwa, kile kilinivuta kwanza ni nini? Ni tamaduni. Nikarudishwa, nikaingia Mungiki, kwa sababu ile roho ilinilete ni ile roho ya nini? Ya huko. Lakini ni nini kilikuwa kinanivuruta kinarudisha kwenye Ukristo? Ni hii jina ambao nilipatiwa Hezekia. So mwenye aliniona wa kwanza na akanishughulikia wa kwanza, aliniinulia madhabahu ya jina litakalo nitetea. That is why names are very important in your life. What is the name that was given to you? What is the name? Hiyo jina yako Wajiro, hiyo jina yako Waboi imetoka kwa mama mgani? Ni nani alikuwa anaitwa Waboi? Huyo Waboi alikuwa nani? Alikuwa muganga, alikuwa mchawi, alikuwa mtu wa moshene, alikuwa mtu wa nini? Sasa kutoka hapo you can pick mahali unaelekea. Ukaona huyo mtu ambaye unaitanishwa na wewe atakupatia direction ya kesho yako. Venye unaona na behave, most likely una behave. Venye unaona wewe, unaona akiwa kama alikuwa mchawi, jiangalie tabia zako, unakaka kamchawi. The name has power. The name has a direction of your life. The name has, unaitwa Joki, ndio uitwe Joki. Jina ilitoka wapi Joki? Joki ni kumaanisha nini? Wewe ni wa kurudishwa. Kuna mtu alikufa. So unafaa kujiuliza sana, huyu alikufa kwa nini? Alikufa na ugonjwa gani? Alikufa kwa sababu ya maneno gani? Kwa sababu hayo maneno, because nego shokio, umerudishwa. The same foundation, the same style ndio imekurudisha. Kwa hivyo antennas, network, wiring, kila kitu ni ile, ni kurudishwa, amerudishwa. Sasa tuangalie mtu unaitwa Karioki. Karioki ni kufufuliwa. Kwa hivyo mtu alikuwa amekufa na umefufuliwa. Huyo mtu alikufa kwa nini? So nenda uchuguse jina yako. Unaitwa wa ng'ombe. Kwa nini uliitwa jina ya ng'ombe kwa nini? Wajao. Kwa nini uliitwa? Sasa unaenda kukuta baba anaitwa wa ng'ombe. First son anaitwa Jao. Second son anaitwa Wajao. Third child anaitwa Gashau. Sasa ukienda kwa hiyo boma useme ng'ombe ishi muriega. Ni vibaya. So what will be the characteristic ya hiyo boma? Ni mang'ombe. Yani ung'ombe ndio mingi kwa hiyo boma. Maana
baba ni ng'ombe na amezaa tujao tunini tuote tuna behave. Unaikuta mtu anaitwa Ndegwa, angalia characteristics za mtu anaitwa Ndegwa, character zote ni bull fighting, yanatakaga kupiga ama kuhabirira. Bwana Yesu asifiwe sana. Your name gives a direction of whom you are, what you become, gives you a direction. Kama hiyo mtu anakufaga akiwa na miaka 50, aenda uangalia kwenu, utaona wale watu wote wameitwa joki kwenu wanapataga mashida kutoka 40 years. Waligojeka, huyu alipatwa na pressure 40, huyu alipatwa na sukari 40, huyu alipatwa na cancer 40. Yani unakuta they have a chronic problem in the family. So unachugusa ni nani, mliitwa nani, na kuna boma unachugusa majina. Wana ile twale ule mudhuri ucio negetha hiyo jina huyo mzee unataka kutaja mtoto yake, tafuta historia yake kwanza, kukue na uwezekano umubadilishe jina. Kuna majina, Maina ni jina unaweza badilisha without a problem. Irogo ni jina unaweza badilisha, because Irogo, Maina, Mwagi ni majina ya rika. Hiyo unaweza kutaja mtoto wako. Kama unaona mzee huyu ungekaigwa mudhuri huyo ule niwe twale nilo lyarugaga miratina ndio ilikuwa inapika pombe, hiyo jina bado itapika. Mtoto yako kimuita hiyo jina hata pika pombe, lakini agakwira kibata giradi yaba pombe atakuwa kikunywa. Akiwa miaka 15 atakuwa mlevi, mnamuokota kwa takataka. Kwa sababu ya nini? Kuna msingi ambao uliinuka kimadhabahu katika familia. Kuna msingi ambao uliinuka katika maisha yako kupitia kwa jina. Kwa hivyo jina lina uwezo wa kuharibu maisha yako. Number 2, the blood, damu ya kwenu. Nikyo muragio, thakame yakwani. Kuna watu katika familia unakuta shosho alikufa na kansa, fulani alikufa na kansa, fulani alikufa na kansa. Ukifuatilia unapata consequence ka ugonjwa fulani, one particular disease in the family. Kuna blood issue, failures, umasikini. Nakuta muherega mugima, there is no one ako na kakitu. There is a blood problem in that family. Bwana Yesu asifiwe sana. Na that is what ndio madhabahu nazungumzia, ambayo yanaweza kualter the pattern of your life. You can also, because hivyo imeona imealter the patterns of your life, you can also be able to alter that pattern of that altar by doing a sacrifice that can cut, inaweza kukata the chain. Kwa sababu anything that happens in your life, it's a chain. Gakinyeria mawaganu maithe ginya ruciaro rwake rwagana na rwakatano. Kwa hivyo ni Mungu amesema nitawafikishia. Nitafanya nini? Nitawafikishia. Mawaganu na Kiswahili ni nini? Wickedness na Kiswahili. Mawaganu ni nini? Maovu, uovu. Nitaufikishia uovu wa wazazi wenu hadi kizazi cha 4 na cha 5. Kwa hivyo unaweza kuwa whatever that you are going through, it is not because of your father, it is not because of your grandfather, but because of your great grandfather. Nimehia maguka murariha. How do you do this now? You can only do that by breaking, cutting the umbilical cord that connects you with that chain of the curses. Those without later generational curses. This generational curse can cause a problem. Failures of families, failures in business, failures in whatever that you are doing. It will cause you to stagnate because imekufunga. But at the same time, the success of your grandfather can also happen to you. When your grandfather alikuwa successful, baba yako akakuwa successful, hata wewe utakuwa successful. Why? Not because you are righteous, not because you are a good Christian, not because you are better, but because there is a foundation. Kuna madhabahu ya success iliinuliwa na baba. Mtu anaitwa Abraham aliinua madhabahu. Genesis 22. Aliinua madhabahu baada ya kuambiwa na Mungu, give me your son.
the only son Isaac whom you love, take him to Mount Moriah, umtoe kama sacrifice, sadaka ya kuteketezwa. Kisha akampeleka, akaenda kwenye mlima. Aliambiwa nenda kwenye mlima Moriah, in one of the mountains I will show you. Meaning not every mountain is a mountain. Are you getting me? A mountain is that which you be directed to by God. And every sacrifice, it's not every sacrifice because you have it that unakuja kukibisa kulete hapa. No. Sacrifice you must be commanded to by God. God must command you what you are going to give. Not what you think you can give. What you think you can give, that is what we call an offering. But a sacrifice, you have no option. God will tell you, take this. Alimwambia Solomon, nenda mlima Gibeon, uchinje ng'ombe 1,000. Akamwambia Gideon, ingia kwa zizi ya baba yako, uchukue ng'ombe 2 wa miaka 7. Akamwambia Abraham, nipatie mwanao ambaye unampenda Isaac, umpeleke kwenye mlima Moriah, katika mlima mmoja wa mlima ambao nitakueleza. Kwa hivyo kuna lazima uagizwe, kile unatoa lazima kiwe na jina. Alimwambia, give me your son, your only son Isaac, the son that you love. Those are 3 things. Give me your son, so you must have it. The only son, alikuwa anajua there is another son, na akamwambia jina Isaac. So, and sacrifice must have a name. The one you love, and that sacrifice must come from your heart. Ni kitu ambacho unakipenda. Then take him to Mount Moriah, in one of the mountains that I will show you. So not every mountain, and because umeona mlima, because umeona kanisa, because umeona the synagogue, unakibisa dhabihu yako hapa. It must be directed. Jokereria mudhuri usio. It must be directed. Mwambie tu goga. Wewe mzee, tia huko mama huduma ni maku. Maana nimo mara akulia waku. Ina nikiolero nego makoma dukaigwe hau. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia nenda Mount Moriah, in one of the mountains that I will show you. So akapaki vitu zake, akaenda mpaka Moriah. Alipofika Moriah alikaa chini. So wachageni kiherehere ya kukibiria madhabahu na kutoa saa hiyo. Alienda na akakaa chini. For 3 days he waited for the next voice. The 3rd day macho ikafunguka, akaonyeshwa mlima ndio ule. Alipoonyeshwa mlima ni ule, kuna vijana walikuwa wameenda na wao 2 na punda. Akaambia vijana, kaeni hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambia punda, kaeni hapa. Akabeba Isaac na kuni na kiberiti, wakaenda. Kwa hivyo when you are giving a sacrifice, kuna watu ambao hufai kuwahusisha. If God has not allowed you, uwahusishe. Maana unaweza husisha sister yako, kumbe yeye ndiye amebeba madhabahu ya familia ile na waua. Unaweza kuhusisha brother yako, kumbe ni yeye mwenye madhabahu ilijificha kwake. So as you start planning kuvuja ile madhabahu, una plani na nani? Gideon alikuwa na watu 32,000, an army of 32,000 ya kupigana na Wamidiani. But who was the cause ya Wamidiani kukuja Lydia? Who was the cause of the Midianites kuattack wana wa Israeli? Ni Joas, baba yake Gideon. Maana ndiye alijenga madhabahu ya Baal. Lakini hakuambia wana wa Israeli, madhabahu hii nimejenga ni ya shetani, ni ya Baali. Aliwaambia ni ya yule Mungu wetu. Gideon akipanga vita alikuwa anapanga na baba. Na baba ndio sababu ya ile shida wako nayo. So every time alipanga he flopped. Every time alipanga alianguka. Every time alipanga kuna kitu kilitokea kikamzuia. Maana madhabahu ile anataka kupiga, baba yake ndio source. Baba yake ndio mwenyewe. Unaweza kuwa unapigana na shida za familia, shida za kwenu, lakini who is the cause? Ni huyo mama yako mnapanga na yeye.
Huyo mama yako mnashikana mkono ati muombe. Huyo mama yako mnashikana maombi atatohoya thiko mugwanja no urahoya na githito kiu kimuhuraga kwanyu nikio wera ndeithia kuhoya. Siku hiyo saba uchunguze vizuri, hautamaliza maombi. Utakuwa naomba unalala. Naomba katikati unaamka asubuhi saa 2 unaanza kujua unilimaliza kuomba ama sikumaliza kuomba. Maana ulishirikisha yule ambaye mnapigana na yeye ama kile unafaa kupigana nacho, ulikishirikisha katika hizo vita. So madhabahu haipigwi ama haipiganwi nayo na mtu yoyote. It must be a calling. It must be a calling. When malaika wa Mungu ama Mungu aliangalia akaona Gideoni venye anateseka, alituma malaika, naye malaika akaongea na Gideon. Gideon naye akakimbia nyumbani, akachukua sacrifice, mbuzi akachinja na akatengeneza mkate usio wa kuchachwa, akaletea yule malaika, akainua dhabihu, akatoa sacrifice. Hiyo tunaitaka sacrifice ya kupata ufunuo. So hata kupata ufunuo unahitaji sacrifice. Maana wakati alijua huyu si mtu wa kawaida, alijua huyu ni malaika, alikimbia nyumbani akainua sacrifice. Alipoleta hiyo sacrifice, yule malaika alimwambia iwekelee juu ya mawe. Akaiwekelea juu ya mawe na akamwambia imwagilie supu. Akaimwagilia supu, kisha akanyosha ile fimbo yake, ile sacrifice ikawaka moto, ikachomeka. Kutoka hapo malaika akatoroka, Mungu akaingia. So kupata ufunuo inakupatia the relationship with God. So there is a sacrifice you raise to get the relationship with God. Kutoka hapo malaika akaondoka, Mungu akaingia. Na Mungu alipoingia akamwambia hizi vita utazishinda kama wewe as a man, not as that army ambayo ulikuwa umetengeneza, not as that contingent ambayo ulikuwa umetengeneza. Vita zingine sio vita ambazo tunafaa kuhusisha anybody. Maana we got the power. Mungu alimwambia Gideon, you man of valor. Na Gideon hakuwa anajua, maana alimuuliza, mimi ndio mdogo kwetu na ukoo wetu ndio mdogo, tutawezaje kushinda hizi vita? Mungu akamuita you man of valor, kumaanisha hapa tuko na men of valor. But because you don't know yourself, you don't understand yourself, that is why you live a poor life, yet inside you are so strong. Inside you are that power that is needed to change this voice, to change this world, to change this country, to change the families. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati aliambiwa afanye hivyo, na kutoka hapo maisha ilibadilika. Kisha Mungu akamwambia, nenda kwa zizi ya baba yako, uchukue ng'ombe wawili wa miaka 7. Ng'ombe wangapi? Ndume wawili wa miaka ngapi? Wa miaka 7. Kisha uende uinue madhabahu, ubomoe madhabahu ya baba yako. Kumbuka Gideon alikuwa anatengeneza jeshi 32,000 men kwenda kupigana na Wamidiani, lakini Mungu amemwambia nenda ukapigana na madhabahu ya baba. So wewe kuna madhabahu umekuwa ukipigana nayo, kumbe sio hiyo. You have lost your direction. You are not where you are supposed to be. Maana madhabahu unaopigana nayo ndio friend yako mnakaaga nayo, na huko umetengeneza jeshi ya kwenda. Baba ya Gideon ndio mwenye madhabahu ambayo ilifanya Mungu akasirike. So makubwa ama kitu kubwa cha kupigana naye ni baba yake, na ndio hiyo tunaitaga magogona mamaithe, ancestral spirits, maroho magomi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most dangerous thing that happened in our life, because tuko na wao wanaendelea kutukula. Maana kuna madhabihu, kuna mambusi walichinja, wakatoa sadaka hizo mambusi. So mambusi hiyo sadaka ilitolewa kule. Mkienda kufanya, maana umeokoka, umepeleka kiokoko kwenu, kinakuuliza hapa kumetolewa dhabihu. Hii boma ni yetu sisi wangwana. Mzee mwenye hapa ni alutire boli na amechinja busi 500 kutoka siku zilianza kuchijwa. So this land was given to us. Na sasa wewe na kiokoko uliokoka just the other day, baba rama kakaka pepe fuja, tunafuja madhabahu, na hakuna. Huyu mzee amechinja busi 500,
Wewe ile kitu umepeleka kwenu ni mdomo na kiherehere. Ukimaliza miezi 6 unasikia umegogwa na kansa. Maana you are fighting something that has a foundation na iko na legal right. Katika ulimwengu wa madhabahu, it's not about your Christianity. It is not about how saved you are. It is how capable are you to fight an altar that has been in existence for several years. These altars that are in existence zimefunga ndoa za wasichana, zimefunga ndoa za wafulana, zimefunga any business opportunity, zimefunga any success, and you have been limited. Hakuna mahali hauwezi kwenda. Hata ukitafuta pesa, mimi nilikuwa tunatafuta pesa mingi, lakini kuna mahali as a family tulikuwa hatujakubalishwa kupita 5 million. Ndugu yangu mkubwa alifanya kazi mzuri sana, akatengeneza 5 million na ilikuwa 5.3. Huyo jamaa aligonjeka na akateseka, tulimutibu ukimwi na hakuwa na ukimwi. For 5 years tulimutibu kitu hakuwa nayo. 5 years tulimutibu. Akienda anapimwa, leo inapatikana iko, kesho akipimwa hakuna, kesho kutwa akienda mahali kwingine iko. Kwa nini? Sasa sisi hatukuelewa. Ndugu yangu mwingine akaajiriwa kazi hapa na serikali, naye akatengeneza, akauza shamba ingine hapa, akatengeneza 5.9 million. Huyo jamaa after 6 months alifutwa kazi. Sisi ndio tulikuwa tunanunulia ye dawa. Mtu mwenye alikuwa anaigisa shilingi 1500 kila siku, 1300 zilikuwa zina flow, pesa ina flow wakiwa na wale wanafanya madeals. Baadaye tulimununulia dawa. Mimi mwenyewe nakumbuka kuna siku aliniambia nimtumie shilingi 300 anunue dawa, na alikuwa na safe kwa nyumba ya kuweka pesa. Lakini wakati alishika hiyo pesa zikiwa pamoja 5.6 zikiwa pamoja, zilimuletea madhara. Naye tulitibu yeye pressure na sukari yenye hakuwa nayo. Sasa ikakuja tamu yangu, ikakuja na mimi nikapata 6 million kwa pamoja. Hizi zingine unaweza pata 1 million this time, 3 million the other time. Hizo hawauguzi as long as hauguzi the roof pale at once. Mimi nikapata 6 million. 6 million ya kwanza ilinipeleka jela. The very day nilienda jela. Hizo pesa zote zilichukua na maaskari. Zote zilikuwa kwa buti. Zilikuwa tumeenda kuiba mahali. Zote zilibebwa na polisi na nikaenda na risasi hapa. Na nikakaa miaka 6 ndani. Zote zilienda. Nikirudi nyumbani nikakuta kanyumba kangu kaliibiwa, kila kitu changu kiliibiwa, kila kitu kilipotea. Why? Because tulijaribu kuvunja mahali tumewekewa, mahali tumekuwa limited. Until sasa ndio tukaona this is a pattern. Brother yangu mwingine ya kwa America, the same thing, akanunua nyumba. Kwa wakati alinunua nyumba kufanikisha kila kitu, makaratasi kila kitu, divorce ikaingia. Kasemekana walikuwa wamenunua nyumba pamoja, hiyo kitu, ile pesa alikuwa ameweka ikapotea. Alipoondokea hiyo kitu, marriage ikarudi. Alipo tena kwenda kugusa hiyo nyumba, vita ikatokea marriage. Because kuna mahali tuliwekwa as a family, hatuwezi kuvuka. Kuna mahali wengi wenu mmewekwa as a family, hamwezi kuvuka katika maendeleo ya maisha. Maendeleo ya kidunia, pesa na nini si wokovu. Usichanganye success of your life with Christianity. With your salvation life, it is not life of success. Kupata shamba si Ukristo, kupata gari si Ukristo, kutajirika si Ukristo. Hakuna relationship hata moja ya Ukristo na wewe kukaa maisha ile Mungu anataka. Maana Abraham alikuwa tajiri, alikuwa Mkristo. Yeah? Isaac alikuwa Mkristo. Solomon alikuwa Mkristo. Naongea na nyinyi. Solomon alikuwa Mkristo. Wa China ni Wakristo. Wahindi ni Wakristo. Na nani wanatawala dunia hii? Because wanajua nguvu za madhabahu. Kufaulu katika maisha yako
ni madhabahu ya kwenu. Kuna madhabahu imekupatia ruhusa uendelee, na kuna madhabahu itakwambia hakuna kupita hapa. So si kiokoko kyako. Kiokoko kiweke ni relationship yako nzuri na Mungu. It is about spiritual relationship. But about the success of this earth, they are the principles of the kingdom of heaven. And you must understand which principle ina attract hii, which principle inafaulisha hapa, which principle ya mbinguni ambayo inakufaulisha katika malengo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is only what can make you be successful in life. That is what can make you win any battle. It is not about you need to have a sitting with God and ask God akufundishe the principles of the kingdom and salvation. Those are two different things. For you to be successful does not, hakuna mahali inashikana na Ukristo wako. And that is the reason Christians are very poor. More especially nyinyi warokole. Nyinyi watu wa kurukaruka mkitafuta miujiza. Touch me one, touch me two. Hapo ndio mlipotelelea. Maana mliassume sasa kwa sababu umeokoka, Jesus will do the work for you. Jesus came to bring the relationship that was broken by the first Adam. But about success story, it's about you and the God that you worship. The altars of your family, the altars. Because altars ndio zinaachilia na ndio zinafunga. Timothy, Paulo akamwambia, imani yako ni kama ya nani? Ya mama yako. Kwa maana hata shosho yako Lois alikuwa na imani kama yako. Maana kuna msingi ulitengenezwa na shosho, ukakuja kwa mama, ukakuja kwa Timothy. Msingi wa kwenu ni upi? What is the foundation of your family? What holds you as a family? Umete kwa rereko, uteto higaine rereko. Nigetha waje kwa liohoro wa success re. In your clan, is there any single person mwenye ame succeed? Urali ohoro lio gutwika millionaire na kwanyu nginya gutire kwa igweka millionaire ona letwa lika letire lya gweto itura lya kwanyu. Kwa sababu madhabahu ya kwenu inasema nyinyi ni watu poor and you remain poor. Angalia wewe ambaye umezaa na watoto na wanaume wengine, angalia historia, fuatiliza historia ya ule mzee mlizaa na yeye. Yes, hamukai na yeye, lakini enda fanya investigation kama kwao kuna success story. Wacha kuwa mjiga atetwa hetani nake adigida akumuigwa asha ka uneko kahida ruga kubera kumuigwa, ujue alikuwa nani, ni mtu wa misingi gani, ni mtu wa foundations gani, ni nini kwao kinafanyikaga, ndio uweze kutoa mtoto yako umunasue kutoka madhabahu ambayo inaweza kuwa imemfuata kutoka kwa baba. Yule mwanamke mmezaa na yeye, fanya uchunguzi, fanya deep kabisa, ikia ndani kwao ujue mama yake ni mchawi, shosho ni mchawi nini. Sasa ora ko Julia nikege kugiria athiage kwa mundu mwa gutigaga nyumba ate twathika mweretho Nyeri, tatika mweretho athi kabiti kugira githito na tikwenda gwake, ni kwa sababu amezaliwa kwenye msingi huo, na msingi huo una dictate, unasababisha afikirie hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, wangapi wamebarikiwa mpaka hapo tuko? Simu nipigie makofi. Hiyo ilikuwa preaching ama ilikuwa mafundisho? Umelani kitu? Kwa hivyo mimi ni mwalimu mzuri. Leteni school fees. Let us school fees. Praise, worship. Abraham kutokana na madhabahu ambayo aliyainua, unaona mahali popote Isaac ameenda kulikuwa na kiangazi. Genesis 26 kulikuwa na kiangazi kikubwa sana, lakini alilima kukiwa na kiangazi na akavuna kukiwa na kiangazi, maana kuna msingi uliandaliwa. Now the Philistines had stopped up the field with earth all the wells that his father servant had dug in the days of his father Abraham. And Abimelech said to Isaac, go away from us,
you have become too powerful for us. Why? Amekuwa too powerful in the desert. Isaac departed from there and camped in the valley of Gerar and settled there in the desert. Isaac dug again the well of water that had been dug in the days of his father Abraham. For the Philistines had stopped them up after the death of Abraham and gave them to the names that their father had given them. You see, they even changed. Walitaka kuondoa taswira ya Abraham, wakabadilisha vile vizima mpaka wakabadilisha majina yao. Tusimame tu kwa miguu yetu. Tuendelee. But when Isaac's servants dug in the valley and found there a well of spring of water, the herders of Gerar quarreled with Isaac, herders, saying, the water is ours. So he called the well Esek, because they contended with it. Kila mahali ukienda kuna madhabahu yanazungumza. Maana ukimwona huyu Isaac, mahali pote ameenda kuchimba kisima, kumeinuka kitu, kumeinuka misemo fulani ambayo imemzuia asikunywe maji ya hicho kisima. Kumbuka hizi visima zote zilikuwa zimezikwa, hazikuwa zikitumika, lakini the moment alikuza kuliinuka vita. And this is what happens to most of us. Unajaribu, the moment you try that marriage, kunainuka vita. The moment you try something new, kunainuka kitu ambacho kinakuzuia, kinasababisha tu vita itoke ndio uondoke in that program. 21. Then they dug another well and they quarreled over that one also. So he called it Stina. So majina ni muhimu sana. When they quarreled, aliita jina na akaondoka. 22. He moved from there and dug another well. They did not quarrel over it, so he called it Rehoboth. Rehoboth ni nini? Rehoboth. Frozi, Rehoboth ni nini? Ni kuimba tu unajua. Rehoboth ni nini? The Lord made it for us. The Lord has given it for us. Rehoboth, nani mwingine meaning another? Mungu pamoja. Mungu pamoja nasi. Because finally we have conquered the demons that have been fighting our destiny. Finally. Maana they never contented on it. Hawakupigania hii. Akapaita Reho. Kwa maana nini? Hawakupigana, kumaanisha wamepiganiwa vita. Kwenye madhabahu ni kupiganiwa vita, lakini you have to push. You have to do what? He moved from there 2023 ama 22 tumaliza 22 kwanza. He moved from there and dug another well and they did not quarrel over it, so he called it Rehoboth, saying, now the Lord has made room for us. So there is name, na nimwambia the power of the name, meaning Rehoboth, meaning God has made a room for us finally, and we shall be fruitful in the land. The Lord has made what? A room for us. Therefore, this confirms to us, we shall be fruitful in the land. So lazima kuna madhabahu, lazima ushinde. Kuna vizima vimesikwa, hiyo ni madhabahu. Lazima ukonge for you to become fruitful. Tuendelee. From there he went up to Beersheba. 24. And that very night the Lord appeared. Angalia, kule kwote amepigana, God never appeared until the promise, the success story ilianza. God now appears because you have conquered. There are altars that you must conquer for God to appear. There are things that you must conquer for God to come to you. So, and that very night the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Remember now, go to Genesis. Go to Genesis 22. And the Bible says that God, when Abraham alitoa mtoto wake, the angel after alikata ile mbuzi, kutoka hapo, the angel of the Lord appeared to Abraham. Akamwita Abraham, naye akamwita, here am the Lord, here am I the Lord. Naye akamwambiaje? Because you did not deny me your son, I swear today that you shall increase like what? The stars of the heavens
and the sand of the sea. So because of winning, defeating a challenge, God will come. God will never come to you. There are success stories that will never come to you until you conquer that problem, until you win that battle. I am the God of your father Abraham. So ile madhabahu baba yake aliinua, sasa ndio hii imekuja kulipukia hapa. Whatever your father did, whatever your parents did, inakuja kulipukia. Maana anasema, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid. So he is not protecting Isaac because he is Isaac. He is protecting Isaac because he is the son of a man he made a covenant with. He is a son that they have an agreement with. He is a son that is under the cover that you shall increase. That your children and your generation will never be fought by enemies. Do not be afraid, for I am with you, and will bless you, and make your offsprings numerous for my servant Abraham's sake, not for your sake. So kuna vitu ukivunja madhabahu ya baba yako, there was a promise somewhere ya guka yako. So ukiweza hizi vita, naye Mungu atakuja kureveal they had a covenant with the grandfather. So God has come to reveal that he had a covenant with the father when he was about to slaughter the son. So because of what I said to your father, you are going to be numerous. Because of what I said, I agreed, a covenant I made with your great parents, I have a promise for your life. You are going to be blessed. So ask yourself, is your father a blessed? Is your father a cursed? Is your grandfather a blessed or a cursed? What kind of an altar that is your grandfather? What kind of an altar that is your grandmother? This is what will make you success, not your Christianity. Unaweza Bwana, unaweza. Unaweza Bwana, unaweza. Unaweza Bwana, unaweza. Hakuna jambo gumu kwako. Unaweza Bwana, unaweza. Unaweza Bwana, unaweza. Unaweza Bwana, unaweza. Hakuna jambo gumu. Leteni sadaka zenu tunapoendelea kuimba. Leteni zaka zenu hapa. Leta kwa mikono yangu. Unaweza Bwana, unaweza. God bless you. God bless you. Unaweza Bwana, unaweza. Remain blessed. God bless you. 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 Bwana unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza Bwana unaweza, unaweza, Bwana unaweza, unaweza Bwana unaweza, hakuna jambo gumu kwako. Unatosha Bwana, unatosha. Unatosha Yawe, unatosha. Unaweza Bwana, unaweza. Hakuna jambo gumu kwako. Wainua mfalme, wainua. Wasaili Baba, wasaili. Unaweza Bwana, unaweza. Hakuna jambo gumu kwa. Unaweza Bwana unaweza, unaweza. unaweza Bwana unaweza, unaweza Bwana unaweza, hakuna jambo gumu kwako. Unaweza, unaweza Bwana unaweza, kubadilisha waweza. unaweza Bwana unaweza, Unaweza, unaweza
Unaweza Bwana, unaweza. Kubadilisha majina waweza. Unaweza Bwana, unaweza. Hakuna jambo gumu kwako. Unaweza Bwana, unaweza. Tusiyoyaweza Bwana, unaweza. Yaliyotulemea yawe, unaweza. Hakuna jambo gumu kwako. Mambo yote yanayotushinda unaweza. Yale yaliyo magumu kwetu yawe, unaweza. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu unaweza. Mwambie Mungu, leo nataka unifunulie kizima changu. Ninahitaji mkono wako siku hii ya leo. Ninahitaji baraka zako siku hii ya leo. Ninahitaji kibali chako siku hii ya leo. Ninahitaji. Fungua kinywa chako tu. Fungua kinywa chako. Elanga hiyo moto na ujo hoya. Omondi nekwenda kuohoka. Omondi nekwenda korogama. Omondi nekwenda mwetanio nawe. Omondi nekwenda mwetamo ragime. Omondi nekwenda Kuna linalokushinda unaweza. Unaweza Bwana, unaweza. Unaweza mambo yote. Unaweza Bwana, unaweza. Unaweza Bwana, unaweza. Hakuna jambo gumu kwako. Unaweza. Unaweza Bwana, unaweza. Unaweza Bwana, unaweza. Unaweza Bwana, unaweza. Hakuna jambo gumu kwako. Kuna kitu kimoja nataka kuachilia, na kwa juma hili lote nitakuwa nikiachilia. Mungu ameniambia niachilie the abrahamic blessing. Zingine zimeenda wapi? Mliuza. Nichukulie bahasha moja kwa meza yangu hapo. Mungu ameniambia, ukiangalia topic of late tumekuwa zikizungumzia kuhusu kuvunja madhabahu for the sake of your successes. Because so many people, God was revealing to me, watu wengi wanateseka not because they are unclean. Wengine hata ni virgin, wengine hawajafanya makosa yote. Tuliza kidogo baba. Hawajafanya makosa yote, lakini the atmosphere, dunia imewakataa. Wamejaribu kila aina ya kufanya. Wengine wanafaa kuwa wamesafiri kwenda nje, lakini dunia imekukataa. Wengine wamejaribu kuweka kila aina ya kazi, nothing is working. Wengine wamejaribu, mama hawa si eti wajajaribu kufanya maisha yao yakuwe mzuri, lakini dunia imewakataa in one way or the other one. Amejaribu kufanya biashara, alijaribu afikishe miaka 90, si alijaribu kufanya kitu. Alikuwa tu anakaa hivyo kweli? Alijaribu lakini ikashindikana. That is why God was telling me, amewaleta hawa as an example of you. Do not think that unaweza kukosa kuwa kama hawa. Hawa wengine wao ni wasafi, wengine wao walikuwa wakora hapa, lakini wengi hapa ni wasafi. Lakini maisha iliwakataa mpaka saa hii anakaa kwa nyumba ya makaratasi. Si kumaanisha hawakukuja dunia hii kama venye ulikuja. Katika siku zao uelevu ule uko nao, walikuwa na huo, lakini ni wa siku hizo. So hawakuwa wajinga. Meaning unaweza fika, kuna siku unaweza fika utafutiwe unga na kizazi kingine kinakuja. So kuna makosa hawa walifanya. Hawakuweza kuvunja madhabahu, hawakuweza kuinua madhabahu, hawakuweza kuleta any change in their life. Wengine hao walikuwa maumau. Hawa ni wauaji, mnawaona hapa. Walikula kiapo cha mauaji. Kanatiguo, si ndio? Si mlikuwa kwa maumau mkakula kiapo? Wengine walipeleka chakula ndio wanaume wapigane, wauane. Wewe na hawa watu waliuana nini moja? These are murderers, the same as us. Hata sisi, that is what we are. We are not good either. But look at their picture
and look at your picture in their age. You see, Isaac alikuwa naenda Egypt kutafuta chakula, akaambiwa arudi. Kuambiwa kwake arudi, Mungu hakumwambia sababu ya kurudi. Alimwambia rudi mpaka Gerar, uende huko nitakubariki. Lakini akiwa akitoka huko, alikuwa anatoka huko kwa sababu kulikuwa na kiangazi ya miaka 6. It was dry 6 years. No rain at all. But God referred him to go back. Why? Because God had a covenant with his father. Na ingekuwa too much shame to God if hangeweza kutimiza ahadi alikuwa nayo. So ndio kizazi chako kifanikiwe siku moja. What is this covenant that you are going to lift in the eyes of God? Ndio ikuwe baraka kwako na ikuwe baraka kwa kizazi chako. Abraham alipatiana mtoto. Abraham alitoa sacrifice. He raised an altar. What is this are you doing for your children? Saizi watoto wamebebwa na Illuminati. In school, devil worshipping is rampant. In school, LGBTQ is rampant. Na imekuwa supervised na walimu. It is rampant. Mtoto namwacha alienda akiwa mtoto mzuri, mwokovu, anakuja akiwa mtoto wa shetani, akiwa agent wa kukosi ma accidents. Hizi mashule unaona zinachomeka, ni watoto wako kwa hiyo shule ambao already wamefanyika ma agent, ndio wanatumwa waende wakatoa hizo sacrifice. What is this altar una raise? Because of a generation to come. Because of the business you intend that this business. Angalia Wahindi, they have a business unasikia ilianza 1892, 1870. Ndio ilianza na bado inaendelezwa na familia. Ukienda kwa huyu mzee Samia, hiyo biashara yao ilianza 1832. Lakini it is still existing. Inaachua. Sasa huyo mzee aliondoka, ameachia kijana yake ule anaitwa Samia. Ndio anaongoza, and this boy is 25 years old. He is the one running the empire. Yeah, Firestone, Samia, Savannah, zote is the man, the 25 years. Because kuna madhabahu. It is not about the age. It is not about the education. Ni kuna madhabahu ya kifamilia ambayo yana sustain this altar ya hii kazi. What is this that you have? Yes, ulikuta wazazi wako, they never did anything for you. Ulikuta wazazi wako ambao ni wachawi. Ulikuta wazazi wako ambao ni poor psychologically, poor physically, poor spiritually, poor in everything. You can make a change. You can make a change. You can make a change of your life, a change of your generation. You can start again. You can do what? You can start again. And life can change. You have the power, you have the capacity. Now I want us to take 10 minutes ya kuomba sasa. Wewe ujiombee. Mungu akusaidie neema ya kuwa na hiyo platform ya kutafuta madhabahu yako. Just fungua kinywa chako. Mwambie Mungu, omba tu dakika 10. Omba tu dakika 10. Nahitaji neema yako Bwana, nisaidie. Nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Nahitaji neema yako Bwana, nisaidie. Nahitaji mkono wako Bwana, nisaidie. Mwambie tu na kuhitaji siku hii ya leo. Ukanisaidie niweze kufika kwenye viwango ninavyotaka mimi nikafike. Mwambie niko mahali nimechanganyikiwa, sijielewi. Mwambie niko mahali nahitaji msaada wako. Mwambie niko mahali nahitaji ukaweze kunibariki. Naomba uniongoze Baba. Nahitaji neema yako Bwana, nisaidie. Nahitaji nguvu zako Bwana, nisaidie. Nahitaji neema
nakuhitaji, nakuhitaji katika maisha yangu. Mwambie nakuhitaji in the next phase of my life. Mwambie nakuhitaji in my businesses, nakuhitaji katika biashara zangu, nakuhitaji kwenye njia zangu. Ninakuhitaji, ninakuhitaji. Bwana, ninakuhitaji. Usiniache sasa, nishike mkono, nishike mkono sasa. This is the time I need you. This is the time, Father, I need you. Reveal to me which is this altar that has caused me to suffer the way I'm suffering. Reveal to me which is this power. Ni nani wanazika visima vyangu? Ni nani wanazika visima vyangu? Baba, nionyeshe, nionyeshe ni nani wanazika visima vya taifa letu, visima vya ufalme wetu. Baba, reveal to us. Nahitaji mkono wako, ninahitaji neema yako, nahitaji baraka zako, nahitaji baraka zako. Bwana nisaidie. Thank you. Baba, ninainua dhabihu hii. Inueni, nyosheni mikono yenu juu kidogo. Katika hiyo hali ambayo uko, nataka kuinua dhabihu kwa ajili ya msimu huu, kwa ajili ya amani ya kanisa, amani ya taifa na amani yako. Maana tumeingia kwenye sehemu ambao tutaingilia kuvunja madhabahu ya ndani yaliyo na nguvu. Na ndio kusije kukainuka revenge, kusije kukainuka kazi za giza ambazo zitakutatiza. Na pia kung'oa mbegu yoyote ambayo si ngano, ni dhawani. Kuing'oa katikati mwetu hapa, kung'oa manyoka zote, kung'oa chochote ambacho kimeinuliwa kinyume na kazi ya Mungu, kusambaratisha vinywa ama wasungumuzayo maneno machafu, maneno ya kupiganisha, ama wainukiao wale wengine kwa minajili ya kuwakosesha amani ama ya kuwapeleka kwenye njia ambazo si nzuri. Baba, ninakuinulia dhabihu hii kama vile Abraham aliinua dhabihu Isaac na akaiwekelea kwenye madhabahu, kisha ukamwambia hapo nyuma kuna kondoo, ukamchinje. Dhabihu hii Jehova, wewe ndio umenipatia, ndio nikaitoe kwako tena kwa ajili ya kulinda kanisa hili, kwa ajili ya kutetea watoto hawa mbele yako, kwa ajili ya kubomoa madhabahu ya kishetani, kwa ajili ya kubomoa wachawi, waganga, kwa ajili ya kubomoa Illuminati na Freemason, kwa ajili ya kuharibu kazi za giza, kwa ajili ya kuharibu mipango yoyote iliyopangwa kinyume na watoto wako. Kutoka leo Jehova, nainua hii dhabihu, wakaweze kufanikiwa, wakaweze kubarikiwa, wakaweze kusamehewa dhambi zao, wakaweze kubadilishiwa majina, wakaweze kubadilishiwa kazi zao, wakaweze kubadilishiwa njia zao ambazo shetani aliwaambia hizo ndizo njia zao. Lakini kutoka leo hawa hawataishi kwenye njia hizo, bali wataishi kwa mapenzi yako, wataishi kwenye ufalme wako, kama vile ulimbariki Isaka kwa sababu ya baba yake. Mimi ni baba ya watoto hawa, na Baba umenibariki, umenibariki na utajiri mkubwa. Hivyo na hivyo ukawakumbuke watoto hawa, ukawabariki, ukawafungulie njia zao. Njia ambazo za usafiri wa kwenda ng'ambo zimekuwa, lakini zimekuwa nyingi, wamefungiwa wasisafiri. Baba, kutoka leo ukawafungulie. Chochote kilichosimama katikati yao kuwazuia wasiende, Baba, na kikaondoke. Hawa ni watoto ambao wamekuwa na bidii ya kufanya biashara, lakini kumekuwa na misingi ambayo imetokana na mababu, imetokana na mashosho kule nyuma, imetokana na tabia ambazo walikuwa nazo wale walitutangulia. Kutoka leo chochote cha uovu kilichotangulizwa katika maisha ya watoto hawa na maisha yangu, Baba, nainua hii dhabihu kusema ya kwamba chochote kilichoinuliwa ambacho kimetuzuia kubarikiwa na kiporomoke katika jina la Yesu Kristo. Baba, kuna wengi hapa wamekuwa na huduma nyingi, lakini huduma zao zilizuiliwa kwa sababu ya tabia na mienendo ya wazazi wa zamani. Na kutoka leo ninainua dhabihu hii kudikirea ya kwamba yote ambaye ako na huduma ambayo umempatia, na hiyo huduma kutoka leo, kama vile ulivyombariki Yakobo, kama vile ulivyombariki Isaka, kama vile ulibariki Daudi, kama vile ulibariki Solomon, Baba, bariki watoto wako hawa,
wabariki na utajiri, wabariki na huduma zao, wabariki na vibali mbalimbali, wakafunguliwe na kusikue mtu ama kitu kitakachowazuia. Nyumba hii ninainulia dhabihu hii ya kwamba wale watu wote unataka wakue kwenye nyumba hii kutoka siku ya leo, mahali popote walipo, wapata kibali cha kukuja. Najua walikuwa wamezuiliwa kwenye barabara, walikuwa wamezuiliwa kwenye roundabout, walikuwa wamezuiliwa kwenye nyumba zao, lakini milango yao yote ninafungua, barabara yote ninazifungua. Kila kitu ambacho kilikuwa kizuizi cha kuzuia wasikuje, ninakiondoa katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakuomba utupatie kibali cha taifa hili, tutakapokuwa tukinena kutoka kwa madhabahu hii, tutakapokuja tutubu dhambi zetu, tuinue mikono yetu, tuseme Kenya iwe ni nchi ya kubarikiwa. Kenya isiwe nchi ya kuletea furugu, eti ya kwamba Wakenya wa nchi hii wasishuhudie kitendo ambacho walikiona katika parliament usiku, ambako walisaini stakabadhi usiku, na tulipitisha katiba tukasema vitu vyote vitafanyika bayana mchana. Lakini kupitia kwa rais na maspika wameturejesha katika utawala wa Moi, ambako vitu vilifanyika usiku. Baba, kwa sababu ya hiyo ninainua dhabihu hii kusambaratisha mipango yoyote waliokuwa wameinua. Baba, tupatie mfalme na viongozi wa kupendezao, watu ambao wametoka kwako. Sasa tulikuitisha ufalme ambao huko ni sisi tulikwambia tunataka. Baba, nimesimama kama kuhani hapa kusema tumesarenda, tumesarenda, tumemrudisha kwako. Wewe tupatie yule ambao unataka. Wewe tupatie viongozi ambao unataka. Wewe tupatie serikali unataka. Wewe tupatie bunge ambao unataka. Wewe tupatie wafanyikazi wa nchi unaowataka. Tupatie magavana unaowataka. Tupatie ma-MP wanaotaka. Nina cancel the current parliament, both senate na the county, both senate na national. Ninazicancel, ninazirudisha mikononi mwako. Ukatende yale ambayo wewe unataka. Utupatie parliament yako, utupatie seneti yako, utupatie rais wako, utupatie makamu wako, utupatie magavana wako, utupatie wabunge wako, ma-MCA wako. Tusije tena tukajipiga kifua mbele zako, maana tumeona mateso ambayo tumeteseka. Naomba msamaha. Solomon alikwambia alipojenga hekalu, akakwambia watoto wako watakaporudi kwenye hekalu hii wainue mikono yao na watubu dhambi zao, na wewe uwasikie ukiwa kwenye kiti chako cha enzi. Baba, hayo yote ambao nimekuomba Baba, nakuomba tu tumeinua mikono, kila mtu ainue mikono yake juu. Tumeinua mikono kwa ajili ya kutubu dhambi ya sisi kukuambia venye tunataka, na kutoka leo tunaigeuza Kenya mzima iwe inakusikiliza. Wanasiasa waliopanga kuleta kuabudu wa shetani wote na wakasambaratike, wote na wakaende. Vile Dathani na Kora walimezwa na dunia, hivyo ndivyo nakuomba Baba, wale ambao wanataka kutatiza the revival katika Kenya hii, wacha na dunia ikapazuke na wakamezwe. Wasije wakazuia kazi yako, wasije wakazuia mipango yako, ila watu wako uliowateua wafaulu na wanawili. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Wale ambao walikuwa na michanga ama walikuja kuwakilisha labda mama yako, njoo hapa. Ama umetumwa kutoka ng'ambo na mtu uko na mchanga, leta mchanga wako hapa. Nisaidie huu mwenye alileta hii maziwa, hizi vitu, kujeni mshike wenyewe, kujeni mshike hapa. Tunazo nguvu mpya. David, kuja msaidie hizi. Simama tu hapa, simama tu hapa. Yako ni gani? Ni hii, mpatie mwenye maziwa. Mpatie mwenye maziwa. Mwenye hii kifurushi hiki. Tunasimama. Matunda, mwenye matunda. Tunayo nafasi nyingine. Njoo hapa. Kila kitu ambacho unakileta kwenye nyumba ya Mungu lazima kinenewe. Hakuna kitu cha bure kwenye nyumba ya Mungu. Every sacrifice, anything given in the house of the Lord, it got a reason. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lazima kama kuhani, kama yes, uko hapa.
Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. How's German? Ulifika lini? Hebu salimia watu na Kijerumani. Hallo Gemeinde. Wie geht's euch? Mein Name ist Emily und ich bin hier und ich freue mich, dass ich hier bin und es ist schön, euch zu treffen. I'm glad that I'm here and blessed to be here. Thank you. Pigeni makofi. Thank you very much. God bless you. God bless you. Kuna enda huko kwa ofisi huko kwa ndani, kuna kiatu iko hapo kwa karatasi fulani, ulete hapo. Every sacrifice given to the altar inahitaji kuombewa. Don't bring anything upeleke huko ama upeleke huko. Iweke kwenye madhabahu, kwa sababu there is nothing that is for free ikifika ni madhabahu. Au kutoa, mimi si ndugu yako niletee matunda. Mimi si kazini yako niletee matunda. Umeleta kwa sababu uliona niko na mafuta. Na kile urathimithia ni maguta. Nigetha maguta macio no marie kiugo muturire-ini waku. Yes. Shika hii. Wewe ni pastor. Thank you. Inua tu mikono yenu, sogeni hapa. Wewe umetumwa kutoka UK by my mom. You're together. So your mom is watching you. Anakuona. Bwana Yesu asifiwe. Na wale mnapetaka kujificha msijulikane, mnakujaga kwa Dora. Naona. Nyosheni kanisa, nyosheni mikono kwa hawa. Nyinyi nyosheni mikono hivi. Na nyinyi mnaoshe mikono kwa hawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu muumba wa mbingu na muumba wa dunia, hawa ndugu wako hapa kwa sababu ya kutafuta uso wako. Huyu ndugu ako hapa kwa sababu ya mama yake mwenye anateseka kule ng'ambo. Amejaribu kupenya lakini upenyo umekosekana. Kutoka leo, jinsi ulivyomwambia Abrahamu, Isaac, eti ulimbariki kwa sababu ya baraka za baba yake na maagano ambao ulifanya na baba yake. Hivyo hivyo kutoka kwa madhabahu hii, maana ulitupatia maagano katika madhabahu hii. Ukatambia kwamba mtu yote mwenye atakuwa mnyenyekevu na mtiifu kwa madhabahu hii naye pia atabarikiwa. Wacha na hizo baraka za madhabahu hii zikafike mpaka UK. Zikafike kwenye mama wa huyu mfulana. Ikafike kwenye mama na huyu wakaweza kufunguliwa pia na wapate kibali. Baba, nanenea mchanga huu. Mahali umetoka kwa ajili ya madhabahu ambayo yanatawala. Madhabahu hiyo yote ninaondoa katika jina la Yesu Kristo. Pata neema na ushindi na upate kufunguliwa. In Jesus name. Kazi hii ni kazi ya mikono yako, maana ulisema utabariki kazi ya mikono yetu. Na utabariki kazi ya hii supermarket ambayo kutoka leo naiita Rehoboth. Ya kwamba ni kizima ambacho kinasema Mungu yuko pamoja nasi. Ninapanua supermarket hii zikuwe 10 kama vile ulivyokuwa umeahidi. Ninafungua milango yake, ninafungua dirisha zake, ninamfungulia kibali. Baba, muondolee moyo mgumu wa kutokufanya venye unasema wakati huu, maana ako kwenye season yake. Baba, wacha na season hii isikaondoke, isimpite jinsi ya kwanza ilivyompita. Apate kibali. Vitu vyote vilivyokuwa vimemfunga kupitia ndoa yake na kupitia familia na kupitia maeneo, vyote ninavikata katika jina la Yesu Kristo. Ninamuondolea marafiki ambao ni maadui. Ninamuondolea marafiki ambao ni wanafiki. Ninamuondolea mdomo wa kutotaja kufaulu, bali kutoka leo ulimi wake unene kufaulu. Bwana, nakuomba ukamsikilize na ukasikiliza kilio cha mtoto wako huyu. Amekutafuta kwa siku nyingi, lakini madhabahu ya kwao ya wachawi na ya waganga na Illuminati imemfuata kila mahali anaenda kumzuia asifarikiwe. Lakini sasa ninamfunika na ninamficha kupitia kwa madhabahu, hawatamuona tena. Na utakapokuwa unambariki, utamshikanisha na baraka zake na kifunguo cha maisha yake. Baba,
Kumbuka huyu ni mama wa mtoto, ni mzazi. Mtoto wake ambaye hakika hajakuwa akifanya vizuri. Ninakuomba tu Jehova, kama ulivyombariki mama huyu, ukampeleka nchi ya nje na ukampatia kibali. Kibali hicho pia kiende kwa mtoto, kiende kwa kazi yake, kiende kwa dada zake, kiende kwa watu wake, in the mighty name of Jesus Christ. Baba, mtumishi wako hapa ameshika kiatu. Kwa niaba yake na kwa niaba ya kanisa hili, natakaza kwa utakazo wa ajabu chochote ambacho kinapatiana kwenye madhabahu hii. Pia ninamfunika kwa damu ya Yesu Kristo nguvu zozote ama mipango yoyote ambayo imepangwa kinyume na yeye, ili kusambaratisha uwepo wako ndani yake, ili kusambaratisha huduma yake, ili kumfanya aweze kupagawa na kukaa mtu ambaye hajielewi. Kutoka leo, madhabahu yoyote yaliyoinuliwa juu yake ninayasambaratisha. Atasimama kuwa mtumishi wako, atasimama kuwa mshindi na atafaulu katika kila nyanja. Na yeyote atakaye jaribu ama kuwa na mipango ya kumletea kitu ili awe mtu ambaye atapagawa ama kosa kufuata njia zako, ninaomba Jehova, kama vile ulivyofanya Kora na Dathani, na wao wakafanyike hivyo, in Jesus name. Thank you. You may be seated. You are free. Tell mom ako sawa. No uyejere. Na okay. Twali. Sawa. Weka hapa pana. Unapeleka wapi? Wacha mpaka nikupatie ruhusa. Kitu ya madhabahu lazima unaomba ruhusa, because I'm the custodian ya madhabahu. Na ni sababu kusema niwekwe hapa kuna reason. Kuna venye naweza taka ikae mpaka 7 days without touch. Na mtu hasiwahi kuja kuwekelea kitu hapa na alafu upige picha ndio uambie mtu huko. Kama unataka kitu yote ina hiyo, njoo kwangu, uliza ruhusa wale wako huko. Maana hii ni madhabahu. Na hii madhabahu iko na uwezo wa kumaliza wewe. Unajua tumezoea kutamba na madhabahu. Enda uliza Wakorino, watakwambia mtu akiingia garo alikuwa anafungwa kamba. Maana anaweza kuingia huko akufie huko. Hapa nimetakaza, si pahali pa kukanyagwa na kila mtu ofyo ofyo. Nimetakaza, nimebainulia. Si umeona sasa hii nimeinua dhabihu, na bado nitainua. Bado nitaenda kwa my spiritual father, nitainua zaidi. Maana sasa nimedeclare war na maadui wa hii kanisa. Majagiri wa mdomo, maraya, masaitani, warogi, wachawi. I have declared war. Na tutapambana. Weka madhabahu yako na mimi niweke yako. Tuone ni gani itafanya kazi. Sasa go, nimekubalisha. Anza vita. Na mimi nimeanza yako. Na usipofanya yako, yangu itakubomoa. Kama Dathani na Kora. That one I can assure you from today. Kwa hivyo discipline hapa ikuwe ya hali ya juu. Mnanisikia? Na nitafanya mkutano na leaders, because pia leaders ndio mmesababisha hii maneno yote. Mungu wa mbinguni awabariki. Tukutane saa 10 sharp. Nitakuja straight deliverance. Hii ni kwa wale ambao watu wa deliverance. Lakini wengine